Nimesimama niwe mshahidi mahali Yesu alinitoa na mahali amenifikisha. Nyasaye Neno Ayudo. Huyo Mungu alinipata. Kati ya boma letu siwezi shuhudia sana. Manake hakuna shida niliyoona kwetu. Maisha yalikuwa sawa. Hakukuwa na mabaya. Nilipofika darasa la 8, hapo ndiyo adui walinishika. Nilishika mimba. Nikazaa mwana kijana. Adui wa kwetu hawakunitakia mema. Sababu baba alikuwa mkali. Haikuwa rahisi kwangu niwe na mtoto wangu kule nyumbani. Ilibidi nipewe mwanaume. Nilipewa mwanaume kule Ndiwa. Haikuwa rahisi ili niende. Nilijaribu kutoroka. Lakini haikuwezekana. Sababu nilishindwa na uwezo. Dada yangu alinipeleka pale. Niliingia kwa hilo boma. Nikawa mke wa pili. Walikuwa wale wameendelea mbele. Walikuwa na watoto wao. Nilipoingia kwa hilo boma, maisha yakawa mabaya. Nilikuwa kwa hilo boma kwa miezi michache. Nilipoondoka, nilienda sokoni kwa dakika 20. Niliporudi nyuma, sababu hilo boma hakuna yule mke alikuja na mtoto. Niliporudi, nilipata mtoto hawamtaki. Alishanyongwa akafariki. Nikapata amezungushwa. Wananiuliza kilichomtenda mtoto. Nikamwambia niliacha mtoto akiwa mzima. Nilimwacha kwa mkono wenu. Sitambui kile kimemtenda kwa nyuma yangu. Walizika huyo mtoto. Hapo maisha yakawa mabaya. Niliona kile haistahili kuonekana katika boma. Sababu ule mtoto wake alikuwa nakufa. Unazaa kila wakati. Nikashika mimba nyingine. Baada ya kushika mimba, nilipozaa mtoto, huyo mtoto hakumaliza miezi 2. Huyo mtoto akafariki. Baada ya mwezi mmoja nikashika mimba. Nikazaa mwana mwingine. Huyo mtoto hakumaliza miezi. Yeye pia kaga. Nikakaa miezi 9. Nikakaa yule amesimama. Baadaye Mungu akanitendea mema. Nikashika mimba mwingine ambaye ni Faith. Sababu mtoto aliyekufa nyuma alikufa merogwa, akafa kwa mkono. Wakaita nyanya, wakaniweka chini. Wananiuliza kilicho huo watoto wangu. Sababu watu walioishi kwa nyumba watoto wao wafariki. Niliambiwa jinsi mtoto amefariki kwa mkono wako. Ukizaa mtoto mwingine, lazima wanyonge kondoo kwenye miguu yako, alafu akufe. Ndipo utachukua mtoto mnyonyeshe. Nikashika mimba ambaye ni mtoto Faith. Wakati wa kuzaa ukafika. Jinsi Mungu mwenye neema, nilizaa kwa nyumba peke yangu. Hakuna ila lipatikana karibu. Niliambia Mungu nimezika watoto kwa hili boma. Kama huyu pia ataaga, akufe wakati nimemzaa. Tuakufa. Waraka mama mwingine akaja. Akanipata kwa nyumba. Nimeketi mali nilizaa. Walenda kutafuta wanyanya. Wakuje watengeneze mtoto. Huyo mama alikuwa mwana SDA. Aliambia binti wa kidi umezika watoto kwa hivyo.
Nionyeshe huyu mtoto hata kama aaga wakati huu. Nikamwambia nilishamnyonyesha. Akakata kitofu akamlaza kitandani. Mtoto wangu Faith alikuwa kwa neema. Au wanyanya wakaja. Wakapata jinsi walivyotaka ilitendeke. Hakuna jinsi la kutumika na dawa zao. Alikuwa hata bila maradhi yote. Nikazaa mwana mwingine. Adui wa hilo boma wakainuka. Sababu ilikuwa boma la dawa. Iliweka kila mwezi damu inaisha kwa mtoto. Mtoto alijifadhaisha kwa miezi 3 kama damu yanaisha. Anapelekwa hospitali anaongezwa damu. Akipewa damu maisha yake yanarudi. Nilifadhaisha na huyu mtoto hivyo. Nilitembea na naye kila mahali. Sababu wokovu sikujua. Mali pa kupokea wokovu haikuwa. Shida pia nilichosha. Nilitembea naye akapata kuwa. Wakati alikuwa anakuwa, nikapata mtoto mwingine. Anaitwa Brian. Niko na yeye. Hakunifadhaisha na magonjwa. Shida ikaingia lile la ajabu. Sababu wagoma wako wanafurahia na nini? Yale wanataka siteni. Wamenishinda na nguvu. Sikuwa na uwepesi katika hilo boma. Nilisalia na jina naitwa bibi wa fulani. Na kile anakusaidia nalo hakuna. Kile kinaonyesha ni mume wako hakuna. Niliteseka kwa hilo boma nikifanya vibarua. Na pesa liko si ati hakuna. Nikifanya kibarua niko na amani. Nikianzisha biashara hakuna amani. Amani ilinishinda. Nilifadhaika katika hilo boma. Ilifika wakati wowote nikienda kanisani. Mhubiri akiinuka bibi wa pili wanahubiri. Bibi wa pili uliyeapa jua hauna maana. Umeenda kuharibu amani wa kwa mtu. Sababu umeingia kwa hilo boma hakuna wema inaendelea. Nilidumu nikijiuliza wale Mungu. Hakika mimi asifurahiwi hapa. Na kile naona kama mke wa pili hakuna. Mungu kama huyu sio mume wangu, si unipe mume wangu niishi na yeye. Haijalishi nimezaa watoto ngapi kwa hili boma. Nilidumu nikimwomba Mungu. Kazi kitoka kanisani naenda. Kama wako kwenye mazunguko niko na wao. Ikifika kutumikia Mungu niko na wao. Siku moja Mungu alifuata akutumika kwake. Nilitoka katika hilo boma. Nilipoondoka kwa hilo boma na watoto wangu. Sababu nilifika wakati wanataka kuniua. Sababu la kuniua pia kuna. Nilitoka kwa hilo lango. Nilisema hata kama nikifuata nenda nikufe mahali. Nilitoweka nikaenda kwa mama yangu. Mama yangu akanisindikisha kwa dada yangu. Kwa dada yangu mkubwa hakuna mzuri. Watoto niliingia naye kwake watoto 3. Yeye pia anateseka. Jinsi kule kano ni kugumu. Nilianza kufadhaika pamoja na yeye. Naangalia niweke watoto shuleni. Naangalia jinsi la kuishi. Sababu sikutaka kumpatia uzito. Nilitoweka nikaenda kutafuta hoteli ya Aero. Aero nilipata hoteli wananilipisha 150. 150 ni yana maji utegemea bwana.
ni mambo de school. 150 unafanya na chochote watoto pia nataka kuingiza shuleni. Na temo kada kunyalo temo. Nilijaribu jinsi mke anaweza jaribu. Kana kuna pesa nano. Nilipohifadhi hilo pesa, na yule life teach moro na biro Nairobi. Nilipata kazi ya kuja hapa Nairobi. Kabiro Nairobi kae. Nilipokuja hapa mjini, kapo tijino ero yudore. Kabla hilo kazi ipatikane, amanyo pesa roko kwenye tinari school. Nikatafuta pesa nikaingisha watoto wawili shuleni. Nekechukura akoso mwelekeo. Sababu nilikosa mwelekeo. Ayudo simu moro. Napata simu mwingine. Simu ni baki tokeni ngama ngeyo. Hii simu napokea na si yule namtambua. Akoso kama jalo ngora. Nilikosa mali pa kuangukia. Kare niliyo Nyasaye moloso. Nilikuwa ni njia Mungu ameandaa. Awoyo gingani. Nikaongea na huyo mtu. Awoyo kode bange. Tukaongea naye sana. Mari gachiel. Baada ya miaka moja. Baadaye Noro na fea. Akanitumia nauli. Na biro Nairobi ka. Nikuje hapa Nairobi. Nachopo Nairobi. Nilipofika hapa, ni wadoge bana Ayudo ndo dhiera. Kile nilipata lilishangaza. Na ile watu kwa macho na chokora. Nilipata ile nakaa chokora. Naunge fea. Sikuwa na nauli. Nilifanya moro macho kwa Nairobi. Nilikuwa na nauli ya kunifikisha Nairobi. Watu na mwana manyango chote mbona dhihire begoge. Wa uko wangu ningeongea naye niende kwake hakuna. Na watu ni Nyasaye chaki nyumba cha rock manani. Nikasema Mungu umenikaribisha kwenye shida. Watu ni wakadwaro nimer. Nikasema jinsi kutaka kwako. Kana chope ot. Nilipofika kwa nyumba. Na ino kwa nina kufanya dafu bora. Nilipata sizi ishi na yeye. Lakini kumanya lodhiye begoge. Mahali pa kwenda sikuwa nayo. Ngata manya kimone cha ndoga ni begoge. Yeyote ningemweleza shida yangu pia kuna. Nitino kama sewe school kuzo. Wale watoto nimewaacha shuleni. Adona nini tokiti school nao. Nataka kuangalia wanaenda shuleni namna gani. Napenda wale Jumachia. Nilikaa kwa hii nyumba wiki moja. Nataka manutish. Nikatafuta kazi. Endo jinsi ni ya. Yeye pia ananiambia anasema kwa Nairobi guy. Nimeteseka hapa mjini. Kwa chimo seboya. Vua pamoja na jua imenikula. Mabe wakaja huko na demai. Siwezi toka kwenda kutafuta. Chini mali ngidati. Sababu wewe uko na mtoto. Kama uko demai. Ondoka uende ukatafute. Na manyo. Nilitafuta na Ayudo. Nikapata. Na tio chino ero. Nilifanya hilo kazi. Na kwa wenye tenda. Nikasaidia watoto wangu. Lakini kama ntino tuchunya konge. Mahali nilikuwa moyo wangu haikuwa hapo. Kata nane cha nukamani. Hata nilikuwa kwenye shida. Tuchunsunga ni kuoma. Moyo wa kiburi ilikuwa na mimi. Nikatipenda ni chuma wijo rada. Si kuona kama ni mume na stahili na mimi. Na kwa ni pale nikakangilie. Nilimwambia jinsi na kutazama. Okane kata robo dako. Sioni kama natosheleka kuishi na wewe. Kata ni chuma chandacha. Hata yule mume alikuwa akinitesa. Ndio kwa wewe kabisa. Anaona amekushinda kwa mbali. Bora ivele kidaki. Wewe endelea na kuishi kwako. Mondo mianga amanka kanyaloda. Ili nitafute jinsi la kuishi. Na uoka na pamoja. Niliondoka hapo nikapanga nyumba yangu. Sasa pamoja. Baada ya kupanga nyumba, nikaishi na mwanangu. Abedo kone. Nikaishi na yeye. Maisha cha kubeno roma teke ndo. Maisha yakawa magumu. Kaka nyalo zitishtawe otoge. Jinsi ya kwenda kazini na kumwacha pia kuna. Oto na wacha nrangi nyapini alweta. Nikasema niwache kuteseka na mtoto mkononi. Jite nikikabe nidala gikuchu. Watoto wale wako kule kwao. Na kao nyapini yerina duoko. Nilichukua mtoto nikamrudisha. Chunjura odo jukua makoro. Moyo wa raha ukaniingia. Na Chode pin mar Nairobi ka. Nilifanya usherati hapa mjini. Neke chujusi mari Chode bele ano. Sababu nilikuwa na ujuzi wa usherati. Neke chupenda nyaki. Nilikuwa pia binti wa kingi. Na pango chudio chingachiel. Nilikuwa na panga wanaume ya siku moja. Pango ndio chimage gongani. Hakuna wale walikuwa na gongani. Na nyalo pango chuade. Ningepanga wanaume watatu. Tuongeza mabegi rome. Hakuna wakati wangekutana. Na dengi mano. Nikaendelea na huo maisha. Tuchimora bedomo. Siku moja nikatulia polepole. Watu wengi mani bironega. Nikasema haya maisha yataniua. Nyasaye okiana malikoja. Mungu inuka juu upate kunisaidia. Na de kanisa morogo. Nikaenda kanisani kule Gomongo. Kanisa no yale waru. Hilo kanisa wanahubiri wokovu. Lakini roho malero onge. Na hawana Roho Mtakatifu. Nyarwa korika kiero. Utajivisha jinsi unavyotaka. Uwika kidwa. Utashuka nywele jinsi unavyotaka. Kama nyala tukoka kidwa. Chochote ungetenda jinsi unataka. Koro chimora jaro ndo pecha. Siku moja mhubiri akaniuliza, Nija kidwa nao. binti wa kidi
maisha madaki pima Nairobi ka. Nikamuuliza maisha ninayoishi hapa mjini. Nitaka koredala. Watoto wangu wanateseka kule nyumbani. Niko na watoto wawili. Nairobi ka. Na niko hapa mjini. Chode. Nami nimeingia katika usherati. Usherati unaendelea na mimi vibaya. Mungu alipatia mali pangu nikae. Akaniombea Mungu. Nilimaliza wiki miwili. Sikuacha usherati. Niliondoka. Nilikuwa na chama hapa Soweto. Nikaleta hilo chama Soweto. Na kutana na mume njiani. Tukaongea na yeye kiasi. Sababu nilikuwa na haraka. Nilitumiwa nauli. Naenda kule Kiambu. Usherati nanipeleka Kiambu. Mume naenda kwake ni Wakuria. Kuishi siwezi ishi na yeye. Tukaongea na yeye. Nikamwambia wacha nikimbilie hilo chama. Nikirudi mapema nitakuona. Nikaenda. Nikalala huko. Kesho yake ninaporudi nikamtafuta. Akaja. Tukaongea na yeye. Hilo siku nilimwambia jambo iliyonyooka. Nikamwambia wanaume wanafanya na usherati ni wengi. Tena pesa wananipatia. Sitaki kuzidisha kufanya na usherati. Sababu nimechoka na uzinzi. Nataka ule wa kuishi na mimi. Akaniambia nani sitaki wa kufanya uzinzi naye. Nataka ile wa kuishi na mimi. Nikawa huru kwake. Nikamwambia utaweza kuchukua bibi na watoto 6. Akaniambia hao wa 6 wamenidanganya. Niambie kwa kuna watoto wangapi? Niko na watoto 3. Na hao watoto wako kwao. Mimi ndio niko hapa Nairobi. Utaweza kuchukua huo gharama? Ama nyinyi wanaume wa Nairobi? Anachukua na kana ile kachache na mwache. Utanidanganya nikisha leta watoto umegeuka. Yeye pia alinishuhudia. Mali pale amepitia. Nikamwambia ni sawa. Kama Mungu ametaka tuishi na wewe, usitatoroka. Wacha nirudi Dandora. Tutaanza mapya. Nikarudi Dandora. Nikawa wiki moja. Wiki la pili akanipigia simu. Akaniambia ikiwa uko na uhakika wa kuishi, uje tuishi. Wache kuniharibia nyakati. Nikamwambia ni sawa. Nitakuja tuishi. Nikaanza mwenendo. Nikarudi pande huu. Tukaanza kuishi na mwana wa Kochia. Tukaishi muda. Akaanza kunichunguza watoto. Nikamweleza. Akaanza kusaidia watoto. Wakiwa mahali pale mwana wa Kochia alikaribisha watoto wangu. Akawapeleka shuleni. Alikuwa anajua jinsi ambavyo wanavaa. Wakati huo sikuwa na wokovu. Maisha pia ya kuwa. Sikupata kama ni njema. Siku moja niliketi chini. Mwana wa Kochia alikuwa na mkutano kwa Maruni. Nilipokuwa ninawaona, nilikuwa naona ni vijana wachanga. Nikasema vijana hao wanaomba vipi? Walikuja mara 2 kwa mkutano. Siku moja wakaenda kwa Baba Leni. Nikawasikia tena. Nikasema Mungu watu hao wako nao. Mungu huyu anaweza kunisaidia. Nilinyamaza. Nikaenda kwa Mama Runi. Nikamuuliza je mama, hili kanisa ambalo
Nyasaye liko wapi? Akanieleza. Akaniambia hivi, nikuje nikutoe Jumapili. Nikamwambia usinitoe, wacha niondoke peke yangu. Najua kusoma, nitajua mali kanisa ilipo. Ilipofika siku ya Jumapili, nikaja hapa ili ya kuita watu hapa mbele. Watu wanakaribishwa. Mimi sikukaribishwa na sikukuja kusimama mbele. Neno la Mungu nilipata hapa. Nilisema hili jambo linasimama nami. Neno hili ndilo nataka kuingilia. Nilianza hili neno. Nikaanza kuita wokovu upya. Nilitafuta wokovu. Nikasema Mungu, unaweza kuninukia nikiwa na watoto watatu na mume bado sijamjua vizuri. Mungu sasa nishike mkono, usinitoe kwa hii boma tena, wacha niishi kwa hili boma. Nilienda mbele na wokovu. Si eti sikuwa na mavazi. Nilikuwa na mavazi. Na zilikuwa mavazi fupi. Manake zilikuwa ni mtindo. Nilikuwa na shona za usherati. Siku moja nikitoka kanisani, mama Nusura akaniita inyo. Nilikuwa peke yangu. Ananiuliza mama, je, hizi ndizo vazi ambazo uko nazo? Nikamwambia hizi ndizo niko nazo, sina zingine zirefu. Akanisikia, akaniwacha ni sawa. Ilipofuata Jumapili na kuja, aliniletea mavazi, naweza kuja nazo kanisani. Akaniambia vaa hizi vazi, nami nikamsikia. Niliwacha manguo fupi, ndio ilikuwa naendelea na hizi. Manake mume wangu hapo na kazi anafanya. Alikuwa mlinzi kwa nyumba ya kule Dono. Alikuwa analipwa 6,000. Wakati huo tulikuwa na watoto, tunataka wasome. Maisha ilikuwa ni ngumu. Maisha ilikuwa ngumu. Na nikamweleza Mungu, kabla kunitendea chochote, nipatie tu amani. Ninahitaji tu amani. Yale yatabakia takuja. Yesu alinipa amani na mwana wa kuchia. Tulikaa na amani. Hata tukilala njaa, Yesu alitulinda na amani. Maisha ilienda hivyo. Nikafuata wokovu dhabiti. Siku roho ilikuwa inanijaza. Tulienda kwa mkutano kwa mama dada. Hapo mama akasimama. Anasema wanaotaka Roho Mtakatifu wakuje watafute. Hautaenda hivyo kama kuna Roho Mtakatifu. Vita ni vingi, hautaweza bila Roho Mtakatifu. Nilisikia moyo wangu ulifunguka. Nasema nimetembea na wokovu sana. Ni vyema niwe na Roho Mtakatifu. Mungu mwenye neema akanijaza na Roho Mtakatifu. Baada ya kukuwa na Roho Mtakatifu, Mungu akanitendea neema. Ilipata pesa alikuwa nasoma nyumbani. Shangazi akakuja kumchukua nyumbani. Mali walikuja kumchukua. Alienda kutembelea shangazi. Yule wandiwa aliolea kapale. Akakutana naye. Akikutana naye, akapigia yule baba, nimekutana na Faith kule Kaboti. Ilikuwa sana. Akakuja akachukua Faith. Alikuwa amechukuliwa kifua. Nilikuwa hapa kanisani. Nikitoka kanisani, mwana wa kochia hapo anakuja kanisani. Amepigiwa simu. Wale wamechukua Faith. Wamemshika, wamefunga na kamba. Tulipofika nyumbani, akikuja alishindwa jinsi ya kunieleza. Amenyamaza, ile ilimlazimu anieleze. Akaniambia jambo ambalo limetendeka. Nikamwambia sijui. Watu wameenda wakachukua Faith. Nikasema watu hao wamejua kutia vipi?
Shangazi yake alikuja akamchukua. Wakifunga shule akaenda naye. Nikasema mara mbili umenirudisha kwenye shida. Mtoto wangu nilishamtoa kwenye shida. Tena amerudishiwa kwenye shida. Mtoto wangu ataoleka na miaka 12. Nikasema hivi. Hakuna jambo. Ameshachukuliwa. Mungu huyu na mwabudu atamrudisha mkononi mwangu. Nilienda mbele na Roho Mtakatifu. Kama natunza hili neno, sitaki kujichanganyisha. Wacha nisimame tu. Mungu huyu mwenye neema atanitendea neema. Ilipofika hatima, Roho Mtakatifu hiyo alirudisha pepo mkononi mwangu. Wakati mtoto alivijechea, maneno mengi yaliisha. Vita za hao zilirudi nyuma. Kitu ambacho alisema, akapiga simu akasema na kushinda amekushinda. Nikasema Yesu uwe pigamizi wangu. Sitaweza kama hauko. Tukaanza kuishi hivyo. Mimi tukiwa pamoja naye. Yesu unatutendea neema. Babangu akafa. Tukaenda nyumbani. Kabla ya baba kukufa, baada ya kukimbia afe, mwana wa Nyasaye alimfuta nyuma. Nilishaomba Mungu tafuta kitu ya kunitenga na huyu mtu. Hakuna hukumu itawekwa. Babangu alipofariki, watu hao wakanieleza. Dadangu alioleka huko ananieleza, hakuna jinsi atakuja matanga kwetu. Manake alishavunja nyumba yangu. Sheria ya Kilui inasema hawezi kuja. Nawe hauwezi kurejea. Nikarudishia Roho shukrani. Nasema Yesu kumbe unanipigania. Simama pamoja nami kwa vita. Tulienda kwa matanga kwetu. Tukazika. Kwa sababu mabinti huwa wanapika. Wanachanga pesa. Jinsi walizika. Nikaachana na mwana wa kochia. Kesho nitarudi nyumbani kesho. Manake pia yeye alikuwa anarejea. Kulipokucha nilijitayarisha. Nikaenda kwa mama yangu mwingine kunywa chai. Dadangu mkubwa akaniuliza, je, utaweza Emily? Tunapika chai lakini haunywi. Tunachanga ila uchangi. Na mume wako alikuwa na mtu mwenye pesa. Nikamwambia mniache nidumu kwa Yesu wangu. Wakati nilikuwa kwenye shida, mlinikimbia nikasalia peke yangu. Huyu wako Chode alisimama nami. Hakuna mtu alikuwa upande wangu. Sasa huyu Yesu wangu atasimama nami kwa kila kitu. Narudi kunywa chai kule kochia. Na tena kuna chai mingi Nairobi. Nikarudi kunywa. Akaniuliza kiona ninavaa. Umetoka kwa piko unarudi kwenu. Unaniacha binti mkubwa kwa hili lango. Haitatoka vyema kwako. Nikamwambia hakuna jambo. Wakati unazungumza hivyo, hata mume wako hajaja kwenye mazishi. Yeye ni mgonjwa kwa nyumba. Anatolewa nje anarudishwa. Hata hizo sheria unataka kumaliza. Utazimaliza na nani? Dada yangu wa pili mume wako kukuja kwa matanga. Huyu mume wangu nilikuja kwa mkutano. Mniwache nirudi kwangu. Hizo vitu nimefanya mara mingi ila kuna usaidizi nimepata. Na kama huyo mume hajafa, ama mtoto unambeba mkononi hajafa, hata mimba tena hutashika.
Manake umepita sheria. Nikasema Yesu wangu amenitosha. Nikatoka nikarejea. Tukalala mara mbili Kochia. Nikarejea huku jijini. Sikumweleza mume wangu chochote. Nilisema sitaenda kwa familia. Nataka kuona mume anakufa mtoto wangu ama sitazaa tena. Nataka kujaribu wokovu. Kabla mtoto kuvisha mwaka 1.5. Mungu akanitendea neema. Nikashika mimba tena. Mume wangu bado ni mzima. Mtoto alisema atafariki bado ni mzima. Nilisema Yesu unatosha. Uliniokoa moyo kwa hakika. Kumbe roho inafanya kazi. Sitabadilisha. Wacha tu nidumu ndani. Tulipokutana nao, nikienda kwa matanga ya mumeo, nilienda nikiwa mjamzito. Niliwashinda kuniuliza. Manake kuna jambo fulani wamesikia. Wenzangu Roho Mtakatifu imepita nami. Roho Mtakatifu ileta kazi kwa mume wangu. Roho Mtakatifu ikaleta amani. Roho Mtakatifu ilileta lile kuona kwa nyumba. Tulikuwa tunaweza kukunywa hilo. Tunanunua ya shilingi 10 tena tunaweka. Tukienda kwa chupa yule anakuja anasema ni soda. Napelekea watoto shuleni saa wakati wa lunch. Moyo wangu